ataangalia zile noti ziko upande gani na ziko ngapi. Baada ya hapa atafunua. Hapa mimi nimepatia moja ya kwanza kama nilivyoeleza. Kama hapa ipo moja, chini yake zipo sita, ili mradi lazima ziwe saba. Baada ya hapo nimepatia moja ya kwanza hapa juu, naenda kwenye upande wa kopo naweka kizibo kimoja. Baada ya hapo nageuza upande mwingine, naangalia, nathibitisha, nakuta vipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basi naenda tena naweka vikopo vyangu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hivyo basi upande wa huku ukiangalia huu mzani umeshuka, hauko sawa. Kwa hiyo unatakiwa umfundishe mtoto kwamba huu mzani wetu natakiwa uwe sawa sawa. Hivyo basi anaenda tena upande mwingine wa pili. Upande mwingine wa pili anachukua kopo lake, anaweka ndani dadu yake. Baada ya hapa anaendelea na mchezo, anatikisa alafu anafunika chini. Akifunua hivi tena ni moja, ni moja. Ukiangalia hapa ni moja. Kwa kuwa hapa juu ni moja, chini yake kunakuwa na noti tena 6, lazima ziende 7. Kwa hiyo hapa ni moja, anachukua moja, anaweka kwenye kopo lake, na anashuka tena upande wa chini. Huku chini anakuja na hesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anachukua vizibo vyake 6, anaweka 1, 2, mzani unaendelea kushuka 3, unaelekea kubalance 4, 5, 6. Hapo sasa mzani unaona vichezecheze ni kwa sababu nimeutikisa, lakini hapa lazima ubalance, unakuwa sawa namna hii. Ukishakuwa namna hii mzani, kwa kawaida hii kona ya hisabati, sayansi na tehama inatufundisha mambo mengi kwa mtoto. Kwanza inamsaidia kupata kujua kujumlisha, kupata kujua kupunguza, kumfikirisha. Hivi anapokuwa anabeba mikopo hivi, anaweka humu, anakaza misuli mikononi, na hata anapokuwa anainama, hata humu misuli inakuwa inakazika vizuri. Lakini pia inasaidia, yani ni kamcheza ambapo kanamfanya ashirikiane na wenzake vizuri, kwa sababu anapokuwa anafanya haya matendo, mwenzake anakuwa anamuona hapo pembeni. Kwa hiyo inamsaidia katika makuzi ya kiakili, kijamii, kimahusiano na mambo mengine ya kiutamaduni. Asante kwa kunisikiliza. Hii kona ina zana mbalimbali kama zifuatazo. 1, kuna chati ya silabi. Katika hii kona ya mawasiliano kuna chati ya silabi kama inavyoonekana hapa, lakini kuna chati ya sauti za herufi, na mbali ya chati za herufi zipo picha mbalimbali ambazo zinahusisha vitu mbalimbali vinavyopatikana kwenye mazingira ya mtoto, aidha mazingira ya shuleni na sehemu zingine zozote ambazo mtoto anapatikana. Kwa mfano, kuna picha za wanyama, kuna picha za vitu vinavyopatikana mazingira nyumbani, kuna picha za matunda, kuna picha za wanyama na picha za wadudu. Mbali na picha, kwenye kona yetu ya lugha na mawasiliano kuna mti wa irabu kama huu hapa unavyoonekana, na mbali na mti wa irabu kuna vibao vya kuandikia na kuchorea. Mbali ya vibao kuna kibao cha hapa kinaitwa sound puzzle. Mbali ya kibao cha sound puzzle kuna kadi za irabu ambazo ni tofauti kuanzia irabu A mpaka irabu U. Hii kona kwa nini tunasema ni kona ya mawasiliano, ni kona ya lugha na mawasiliano? Kwa sababu inahusisha lugha na mawasiliano. Ina maana mtoto anakuwa anafanya matendo ya kuandika na kuongea.
Ndio maana tunasema ni kona ya lugha na mawasiliano. Na kona hii inamwezesha mtoto kuwa katika nyanja tofauti tofauti, ikiwemo moja, nyanja ya kimahusiano, kwa sababu anapokuwa anaandika darasani anakuwa anahusiana na watoto wenzake. Lakini inamsaidia kukuza misuli mbalimbali, ikiwemo misuli ya mikono, pale anapokuwa anashika kalamu anaumba yale maumbo ya irabu tofauti tofauti. Na kona hii pia inasaidia mtoto kujua baadhi ya vitu mbalimbali vinavyopatikana mazingira yake, kwa mfano wanyama, vitu vya nyumbani, hususan akiona picha ya kikombe, akiona picha ya mtu labda ni babu au bibi, anakuwa anajua moja kwa moja kuhusianisha picha na uhalisia wa kitu anachokiangalia. Asanteni kwa kunisikiliza.